Kuna maeneo mengi ambayo Yanga kuelekea msimu ujao 2026-2027 ni tishio kwa wapinzani. Ni maeneo ambayo hata benchi la ufundi la Yanga chini ya kocha Mangoba Mngiti litakuwa na wakati mgumu wa kuamua juu ya nani aanze endapo wahusika wote watakuwa fit kimwili na kiakili. Na kati ya maeneo yote hayo, eneo ambalo ni dhahiri shahiri kwamba ni pasua kichwa kwa kocha Mangoba Mngiti, lakini pia pasua kichwa kwa wapinzani wa Yanga katika msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho la benki CRDB, kombe la muungano na michuano mbalimbali tutakayoshiriki, ni eneo la ushambuliaji la Yanga. Ndiyo, mpaka sasa kuna idadi ya wachezaji takribani 4 ambao yeyote akiwa fit akapata nafasi ya kucheza itakuwa ni pasua kichwa kwa wapinzani juu ya namna gani ya kuweza kumcontain, ya kuweza kumdhibiti, lakini pia ni pasua kichwa kwa kocha mwenyewe Mangoba Mngiti juu ya nani aanze. Ndio, kwa sababu wahusika ambao management ya Yanga imemuunga mkono kocha Mangoba Mngiti katika kuwasajili wameonyesha kiwango cha juu katika maeneo mbalimbali, na kwamba wakiwa fit basi kocha Mangoba Mngiti atakumbana na changamoto hii ambayo makocha wengi huipenda, ile changamoto ya kwamba unakuwa na wachezaji zaidi ya mmoja kwenye nafasi moja wenye uwezo wa hali ya juu, wewe uhangaike juu ya nani aanze. Matokeo yake small details, vitaarifa vidogodogo ndivyo ambavyo humfanya kocha afanye maamuzi na benchi lake la ufundi kwamba kwenye mchezo X aanze fulani na mwingine asubiri aje kuingia au asicheze kabisa ili ajiandae kwa mechi nyingine. Kwamba ni kwa namna gani tutafanya rotation, ni kwa sababu katika eneo la ushambuliaji mpaka sasa Yanga wamekuwa na wachezaji wazito mno. Kumbuka kuna Clement Mzize Walid tayari ameanza kujifua. Huyu ni mchezaji wa Tanzania ambaye ni wa kimataifa wa Tanzania ambaye ameshaonyesha ubora wa hali ya juu katika mechi mbalimbali za kimataifa, zile ambazo Tanzania ilikabiliana na mataifa mbalimbali kama Morocco, lakini pia za michuano ya klabu ya Kafu ambapo bao lake dhidi ya TP Mazembe tunafahamu lilikuwa bao bora katika msimu wa 2023-2024. Lakini ni Mzize ambaye katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita kwa maana 2024-2025 alikuwa ndiye top scorer wa Yanga katika ligi kuu, akimaliza ligi na mabao 14, akitoa assist 5, akichangia mabao 19, wakati Yanga ikimaliza ligi na mabao 83, ikimaliza ligi na pointi 82, ikitoa ubingwa wa 4 mfululizo. Lakini kuelekea msimu wa 5 ambao Yanga walitoa ubingwa wa 5 mfululizo, Mzize kuelekea mwishoni mwa msimu hakuwa anaonekana uwanjani. Ni baada ya kuumia, matokeo yake amekuwa akijiuguza. Sasa hivi karibuni ameanza kujifua akiwa fiti. Mwalimu Mangoba Mngiti na benchi lake la ufundi ambao miongoni mwa mifumo ambayo huitumia ni pamoja na kuwa na baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wawili ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Nani aanze kama Mzize upo fiti? Kwa nini asiweze kushawishi yeye aanze? Kwa mfumo huu akianza Mzize, maana yake kuna wengine itabidi wasubiri nje ambao ni nani? Hapa unamkuta Laurindo Depo. Alijiunga na Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo akitokea Poland katika klabu ya Radomiak. Yeye ni mchezaji wa kimataifa wa Angola mwenye rekodi ya kuwa all time goal scorer katika michuano ya Kosafa, ile michuano ya baraza la vyama vya mpira wa miguu kusini mwa Afrika. Sasa huyu alikuwa ndiye mfungaji bora katika michuano ya Kosafa, akifunga mabao 8 katika mechi 5 tangu atue Yanga. Mara zote alipopata nafasi ya kucheza alionyesha uwezo mkubwa katika kutupia mabao, katika kufunga. Sasa Depo akiwa fit ameshaonyesha ubora hasa katika kucheza mpira ya cross kwa kufunga kwa vichwa. Ligi ya mabingwa barani Afrika, bao pekee la kichwa la Yanga lilifungwa naye Depo. Aliumia kuelekea mwishoni mwa msimu, akakosekana katika mechi kadhaa, lakini sasa yuko fiti akiwa timamu na akaonyesha ule ubora wake ulioishawishi Yanga mpaka wakamsajili mchezaji huyu wa kimataifa wa Angola. Maana yake hapa ni maswali mengine magumu kwa benchi la ufundi la Yanga chini ya Mangoba Mngiti, kwamba wana Mzize, wana Depo. Kama wanahitaji mshambuliaji mmoja aanze yupi kati yao? Lau kama wanatumia mfumo kwa mfano 442, maana yake hapo wanaweza kutumia washambuliaji wawili, basi wao wanaweza wakaanza. Wakianza wao, maana yake kuna wengine wanakosa nafasi ya kucheza ambao ni nani? Hapa tunazungumzia Peter Shalulile. Peter Shalulile ana rekodi ya kusisimua sana katika soka la Afrika, lakini pia katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Ametoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Msimu huu uliomalizika 2025-26
yeye alikuwa miongoni mwa wale waliowezesha Mamelodi Sundowns kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Ana uzoefu wa kutosha. Lakini pia ameshatoa taji la ligi kuu ya Afrika Kusini mara 5. Lakini pia ameshakuwa mfungaji bora katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ameshakuwa mchezaji bora katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ndiye all time goal scorer, ndiye mchezaji mwenye mabao mengi kuliko wachezaji wote katika ligi kuu ya Afrika Kusini tangu kuanzishwa kwake, kwa sababu ana rekodi ya kufunga mabao 130. Ni yeye ndiye mwenye rekodi ya kufunga mabao mengi zaidi katika kombe lao la FA, wanaita Nedbank, akiwa amefunga mabao 14. Sasa Shalulile, mchezaji wa kimataifa wa Namibia, ameshawahi kuwa top scorer katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2022-2023 akifunga mabao 6 baada ya kupiga mashuti 22, 11 on target na alitoa assist 1. Ana miaka 32, ana uwezo mkubwa wa kujua wapi pa kujiposition, kujiweka, ili anapopata huduma ya mpira basi awadhuru wapinzani na kuleta furaha kwa mashabiki wa timu anayoichezea. Ametambulishwa na Yanga tayari. Sasa yeye anatarajiwa kufanya makubwa katika mechi mbalimbali za Yanga. Shauku ipo juu kuona namna ambavyo uwezo wake kutupia mabao halafu ana dance na kuleta furaha kwa mashabiki. Wangali wakimsubiri sana, na amekuwa gumzo kwa sababu ni msajili babu kubwa, msajili ambao Yanga walifanyia ziada kumpata, hasa katika ushawishi, kwa sababu kuna timu zinaripotiwa kutoa dau nono zaidi kuliko Yanga lakini hazikuweza kumpata. Kuna Esperance de Tunis, kuna Pyramids, miongoni mwa timu ambazo zilihitaji sana kumpata huyu Peter Shalulile. Kwa mfano Pyramids kwenda kuungana na kocha wake wa zamani wa Mamelodi Sundowns Rulani Mokwena, ambaye ndiye anayefundisha sasa Pyramids, lakini akaacha hizo ofa zote zikiwamo za kutoka kule barani Asia, hasa nchini Saudi Arabia, akajiunga na Yanga. Sasa kama Peter Shalulile yupo akipata nafasi ya kucheza kwa ule mfumo wa kutumia mshambuliaji mmoja, manake Mzize, Depu inabidi wasubiri. Wakicheza wawili, manake Shalulile atacheza na Depu, Mzize asubiri, au Shalulile na Mzize, Depu asubiri. Msisitizo, Ceteris Paribus, kama wote wanakuwa fit, timamu kiafya na wanatekeleza mipango kazi kwa usahihi ya kocha Mangoba Mngiti. Lakini wakati unamzungumzia Peter Shalulile, kuna mwamba huyu, mchezaji wa kimataifa wa Ufaransa mwenye asili ya Senegal. Hapa tunazungumzia Sheikh Ibrahima Toure. Huyu anatoka katika klabu Al Jabalin ya kule nchini Saudi Arabia, alikokuwa akishiriki kwenye championship, ambako kwenye msimu uliomalizika alicheza mechi 34, kapiga mashuti 82, akafunga mabao 19, akatoa assist 5, akichangia mabao 24 kati ya mabao 59 ya timu yake katika ligi ya championship kule Saudi Arabia. Urefu futi 6 na inchi 2, ndiye mchezaji mrefu kuliko wote mpaka sasa ndani ya Yanga. Ana uwezo mkubwa wa kutumia vichwa, kupiga kwa miguu yote, kwa sababu katika mabao 19 aliyofunga kwenye championship, tumetoka kuzungumza kwenye jukwaa hili, 5 ameyafunga kwa guu la kulia, 5 kwa kichwa, 9 kwa mguu wa kushoto. Ananyumbulika, na yeye ni mzuri sana katika kucheza mpira cross, ni mzuri wa kukimbia nyuma ya mabeki. Akipata nafasi ya kucheza kwenye mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1, mshambuliaji mmoja, maana yake Peter Shalulile inabidi asubiri, Mzize asubiri, Depu asubiri. Wakicheza washambuliaji wawili, maana yake anaweza kucheza yeye akacheza na Mzize, kwa mfano Shalulile na Depu watasubiri. Akicheza yeye na Depu, maana yake Shalulile na Mzize watasubiri. Akicheza na Shalulile, maana yake Mzize na Depu watasubiri. Uone hapo ni paswa kichwa. Kama wewe ndiye kocha wa Yanga, memba wa benchi la ufundi la Yanga, unafanyaje? Na hasa pale mnapotumia mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2, baada ya golikipa walinzi wa 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Kule juu unamwanzisha nani na watatu wapumzike? Na kama unatumia washambuliaji wawili, hao wawili watakaoanza, wawili wanaobaki nje ni nani na nani, endapo wote wapo fiti? Depo yupo fiti, Mzize yupo fiti, Shalulile yupo fiti, halafu Toure yupo fiti. Hapo vipi? Na kama wewe ni miongoni mwa members wa benchi la ufundi la upinzani, unapanga mikakati gani ya kukabiliana na yeyote kati yao pindi wanapokuwa fiti? Kwa sababu wote ni paswa kichwa, utafanyaje? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye. Lakini faida kubwa ya mtihani huu kwa kocha Mangoba Mngiti na benchi lake la ufundi ni kwamba pale unapokuwa na wachezaji hawa, kwa mfano 4, hapo nimetaja tu 4, sijataja wengine ambao pia wanaweza kucheza nafasi kama washambuliaji.
halafu wote wakawa kwenye kiwango bora, inakuongezea mawanda mapana. Unakuwa na luxury ya kuamua umtumie yupi kwa mechi ipi kulingana na mpango kazi wa mechi. Lakini changamoto hazikosekani. Ni kwamba unapokuwa na wachezaji wenye ubora wa hali ya juu kama hawa, halafu wote wako fit, wakati mwingine wale wanaoanza, yule anayeanza halafu wengine wako nje, wakiteleza kwa kujisahau uweledi wao, wakawa sio professionals, wanaweza kujikuta wanaingiwa na kinyongo kwamba wao hawapati nafasi ya kucheza wakati wanajiona wako fit. Matokeo yake inaweza ikawa badala ya kuwa ushindani wenye afya kwenye timu, ikaibua figisu, jambo ambalo hata hivyo alitarajiwi kutokea, kwa sababu Mzize, Depu, Shalulile, Ture wote ni weledi, wanafahamu juu ya nini kinachoendelea katika timu ambayo ina ushindani sana kama Yanga. Kwa lugha nyingine, faida nyingi zaidi pale unapokuwa na wachezaji zaidi ya mmoja wenye ubora hali ya juu pengine kuliko changamoto. Maana ikumbukwe, Yanga wana michuano mingi wanashiriki na yote malengo yao ni ya juu. Ligi kuu Tanzania bara wanataka kutoa taji la 6 mfululizo. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB wanataka kulirejesha baada ya kulitoa mara 4 mfululizo, halafu watanizawa jadi Simba kulitoa hivi karibuni kutoka kwenye miliki yao. Lakini kombe la muungano walilitoa msimu uliopita, lakini msimu uliomalizika wamelitoa Simba, watataka kulirejesha. Lakini pia kufika mbali zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliomalizika wameishia hatua ya makundi kama ilivyokuwa msimu wa nyuma yake. Msimu wa 2026-27 malengo yao wameshaeleza, walau hatua ya robo finali. Lakini kwa kikosi cha Yanga, uwekezaji mkubwa uliofanyika, bila shaka uwekezaji uliofanya, haitashangaza kuona wanapiga hatua zaidi, na hasa kwa kuzingatia wako na Mang'oba Mngiti, mshindi wa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika 2016-17, akiwa kocha msaidizi wa Pitso Mosimane kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns. Lakini pia wana mtu kama Peter Shalulile ambaye ni mshindi wa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu uliomalizika.